إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه قد فاز المتقون، حيث قال سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Mola subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa ninawahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha na kumwabudu Mola subhanahu wa ta'ala. Hakika ya nafsi, iwapo itakuja mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala, itakosekana ucha Mungu ndani ya moyo ama ndani ya nafsi kama hiyo, basi itakuwa ni yenye kupitia misukosuko ndani ya uwanja wa mahshar na mishowe kuishia katika adhabu ya Mola subhanahu wa ta'ala. Itakuwa ni yenye kuokoka nafsi iwapo itakuja mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imejawa na ucha Mungu ndani yake. Ama katika sehemu ya pili ya maudhui ya khutba yetu ambayo inaendelea, yani uchawi, hatari yake, njia ya kujikinga kwa uchawi na njia ya kuweza kujiondoa au kuweza kujitibia baada ya kurogwa, ndiyo maudhui ama sehemu ya pili ya khutba yetu kama hiyo. Ama katika sehemu hii ya pili tutakwenda kubainisha na kujua ya kwamba mchawi anapokuamua kuingia kwenye uchawi, hakika amekuwa ni mwenye kuuza dini yake. Man yastakhdimu lisahiri walimada. Pia tutakwenda kufahamu katika sehemu hii ya pili ni nani anayemtumikia mchawi. Huyu mchawi ni nani anayeweza kumsaidia ili kufanikisha uchawi wake, na ni kwa nini anakuwa ni mwenye kumsaidia katika hilo, na ni ipi au ni yapi mikataba au mkataba wa mchawi na yule ambaye anakuwa ni mwenye kumsaidia. Na mwisho kabisa tutakwenda kuyafahamu alama ambazo tutakwenda kumjua huyu ni mchawi. Basi kwa dalili hizo ni bayana tutafahamu ya kwamba mchawi ni mtu wa sampuli gani. Naam, amma sahiru qad ba'a dina. Kwanza mchawi amekuwa ni mwenye kuuza dini yake. Laqad ba'a sahiru dina wa nafsahu lishayatin. Mchawi amekuwa ni mwenye kumuuzia dini yake, ameshauzia dini yake kwa shetani, yani amekuwa mmoja kwa moja katika vikundi vya shetani, amekuwa mmoja kwa moja katika wale ambao wanakuwa ni wenye kuwatumikia mashetani. Falam yarda ash-shaytanu biaqalli min al-ubudiyyati lahu. Na ufahamu ya kwamba shetani hataweza kukubali, hataweza kupatiwa kitu kidogo zaidi ya kumpatia ibada yeye, zaidi ya kuipokea ibada, zaidi ya kutaka kuabudiwa. Hakuna kingine ambacho huyu shetani atakuwa ni mwenye kutaka kutoka kwa mchawi huyo. Asema Allah subhanahu wa ta'ala: walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Asema Allah subhanahu wa ta'ala: walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah asema kwa yale ambayo wanakuwa ni wenye kumuuzia, wanakuwa ni wenye kuelekeza kwa shetani kuliko kumwelekezea Mola subhanahu wa ta'ala, hakika hawatokuwa na fungu lao mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala katika siku ya kiyama. Hii ina maana ya kwamba masahir wanapokuwa ni wenye kuwatumikia hao mashetani, watakuwa tayari wameingia na makubaliano yao
yani wanakuwa ni wenye kuwapatia ibada moja kwa moja ya kuabudu hao mashaitani. Wasahiru la yatamakkanu min sihrihi illa bil khuruj min hadha ad-din, kama tulivyotangulia kusema katika khutba iliyopita, huyu mchawi hawezi kuwa mchawi, hawezi faulu katika uchawi wake mpaka aweze kujivua Uislamu aliyokuwa nayo, aweze kuvua ile imani aliyokuwa nayo, ndipo aweze kufaulu kufikia katika uchawi wake. Imma bidhabhi liljinni au istighathatu bihim, aidha atakuwa ni mwenye kuwachinjia majini, lianna dhabhu min alibada, kwa sababu kuchinja ni katika ibada. Iwapo ibada ile utampatia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi moja kwa moja unakuwa ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na iwapo utamshirikisha Mola, basi utakuwa umetoka katika Uislamu au amejivua katika Uislamu moja kwa moja. Kwa hivyo hao watakuwa ni wenye kutoka katika Uislamu, watakuwa ni wenye kuuza dini yao kwa kuwachinjia hao majini au mashaitani, au watakuwa ni wenye kuwaomba usaidizi katika mambo yao ama katika machafu wanaokuwa ni wenye kuyatenda, au ihanati bi kalamillahi ta'ala, au watakuwa ni wenye kucheza na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni Qur'an. Wanapokuwa ni wenye kutaka kuroga, basi lazima wawe ni wenye kuwachinjia hao majini, lazima wawe ni wenye kuwaomba, na pia wawe ni wenye kucheza na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ghairi dhalika min almuqarrabat, au vitu vingine kama hivyo ambavyo vinakuwa ni venye kukurubiana na mambo kama hayo. Wanakuwa ni wenye kucheza na maneno ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, wanakuwa ni wenye kutumia najis kuandika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa mikataba ambazo wachawi wanakuwa ni wenye kuingia kati yao na kati ya majini ni kuchukua udhu kwa mkojo wa mwanadamu. Wanakuwa ni wenye kukojoa, watakusanya zile mikojo, na ili ufaulu katika ile uchawi wako, ufaulu katika mambo yako, lazima uchukue udhu, katawadhi vizuri kwa mkojo, ndipo uweze kufaulu katika hilo. Ili wafanye mambo mengine lazima watumie damu, au sana sana wanapenda kutumia damu za haidhi ili waweze kuandikia baadhi ya aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ihanatu bi kalamillahi ta'ala, lazima walete michezo, lazima waichezee kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndipo waweze kufaulu kusaidiwa na hao majini na mashayatin. Naam, qala Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala, asema Sheikhul Islam katika Majmu'ul Fatawa, asema rahimahullahu ta'ala, yaktubuna kalam Allah bin najasat, wanakuwa ni wenye kuandika hao wachawi ili wafaulu katika hali yao, wafaulu katika uchawi wao. Asema wanakuwa ni wenye kuandika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutumia najis, mambo ya najasa kama vile damu, kama vile mikojo, watatumia zile vitu ambavyo ni najis kuandikia maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad yaqlibuna hurufa kalam Allah azza wa jalla, au wanakuwa ni wenye, wanaweza kuwa ni wenye kubadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imma huruful Fatiha wa imma hurufu qul huwallahu ahad. Aidha watakuwa ni wenye kubadili na kuweka mfumo usiokuwa wake katika kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema wanaweza andika imma qul huwallahu ahad, imma alhamdulillahi rabbil alamin, wanaandika kwa kutumia najis na kwa mfumo usiokuwa wake, wa imma ghairihima, imma damun wa imma ghairuhu. Aidha asema rahimahullah, watakuwa ni wenye kutumia damu au watakuwa ni wenye kutumia vitu vingine vyovyote ambazo ni katika najaza, au yaktubuna ghairi dhalik mimma yardahu shaytan au yatakallamuna bidhalik, au wanakuwa ni wenye kusema maneno hayo au wanaamini katika hilo. Moja katika masiku, mchawi mmoja ama mtu mmoja inasemekana alikuja kwa mchawi mmoja akiwa ananihadithia yeye mwenyewe, anasema nilienda kwa mchawi ili nipate kujua uchawi. Asema nilipokuja kwake
akasema hutowezana na uchawi kama huo. Yani sampuli ya uchawi anaotaka, yani kuna kiwango fulani ya uchawi ambayo yeye anaufahamu, lakini anataka kuongeza elimu ya uchawi. Elimu anayoitaka, anataka vikundi vya majini ambayo watakuwa ni wenye kumfanyia yeye kazi. Akaambiwa kufikia hiyo ni ngumu sana. Akasema ili ufanye hivyo, utaenda sehemu ambayo patikani mtu yoyote. Ukienda sehemu kama pale, jambo la kwanza utakalolifanya, utakuwa ni mwenye kutawadhi kwa mkojo. Kama vile tunavyochukua udhu kwa maji, wao wanachukua ile udhu kwa mkojo. Alafu akamwambia utachorewa mduara fulani, atakaa kwenye ile mduara, na akikaa kwenye ule mduara atakuwa ni wenye kuwaita majini, na atakuwa ni mwenye kusoma baadhi ya aya katika Qur'an ili majini waweze kumfikia. Kwa hivyo wanakuwa ni wenye kutumia aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sehemu ambayo sio pake, na kwa njia ambazo sipo, wanakuwa ni wenye kutumia katika njia hizo. Asema Sheikhul Islam, akhiru amrihim ashakku birrahman, asema mambo yao ya mwisho kabisa, ama miongoni ya mambo yao, wanakuwa ni wenye kuwa na shaka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani wanakubaliana na mashaitani, wanakuwa wenye kuingia mikataba na hao mashaitani, na wanakuwa ni mwenye kuwa na shaka na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa ibadatu at-taghut wash-shaytan, wanakuwa ni wenye kuabudu at-taghut na mashayatin, wanakuwa ni wenye kuabudu hao. Tayari wamekuwa na shaka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal fasadu fil ardi, na wanakuwa ni wenye kuleta maovu katika ardhi. Wal qalilu minhum man yalalu ba'du ghardihi alladhi la yaziduhu min Allah illa bu'da, na ni wachache katika wao wanakuwa ni wenye kukubaliana na mashaitani, lakini ni wachache kati yao wanaokuwa ni wenye kufika katika lengo yao. Ni wachache wanafikia lengo yao, lakini kutokufikia lengo yao inakuwa ni yenye kuwafanya wao kuwa mbali zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuwa tayari wameshamshirikisha, wameshampa ibada inayomstahiki Allah mashaitani na majini, basi watakuwa ni wenye kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wengi katika wao wanakuwa ni wenye kumuasi Mola Subhanahu wa Ta'ala, wanatembea na ukafiri, wanatembea na ufusaq, na hawakui ni wenye kufika hata katika ile lengo yao, ama wanaokuwa ni wenye kuhitaji. Kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa Adam min tin, Allah alimuumba Adam kutokana na udongo. Wa khalaqa al-jinna min nar, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaumba majini kutokana na moto. Tukizungumzia shaytan, tunazungumzia wafanyikazi wake ambaye ni majini, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala alipozungumzia Iblis, alipomuasi Mola katika samaa, Allah anasema malaika wote wakamsujudia Adam illa Iblisa kana minal jinni, isipokuwa Iblis akakataa kumsujudia Adam kwa sababu yeye alikuwa katika majini. Kwa hivyo majini wametokana na moto kwa sababu wao wametokana na Iblis alayhi minallahi ma yastahiq. Yeye wao wamekuwa ni wenye kutokana na hilo. Kwa hivyo tukizungumzia Iblis au tukizungumzia Shaytan, tunawazungumzia majini ambayo wanawatumikia wachawi, kwa sababu hawawezi kulifanikisha jambo lao mpaka wawe ni wenye kuwatumikia hao majini, wafanye matakwa wanaoyataka hao majini, ndio mchawi aweze kuwa ni mwenye kufanikiwa. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwaumba wanadamu kutokana na udongo, kwa kumuumba Adam alayhi salam. Allah alipomuumba Adam kutokana na udongo, na akawaumba majini kutokana na moto. Allah Subhanahu wa Ta'ala elezea, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Asema Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakika yetu sisi tumewaumba wanadamu hao kwa udongo uliochanganywa, na pia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema tuliwaumba kutokana na tone ya manii. Wal janna, na majini Allah anasema khalaqnahu min qablu min nar, kabla ya hapo tukawaumba pia majini kutokana na moto. Allah aliwaumba kutokana na moto,
na akatuumba kutokana na udongo asili yetu, na pia akatuumba kutokana na tone la manii. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alipotuumba majini kutokana na moto na akatuumba sisi kutokana na udongo, Allah subhanahu wa ta'ala akatupa fadla kusisi kuliko majini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wafaddala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warazaqnahum min at-tayyibati warazaqnahum wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Asema Mola subhanahu wa ta'ala, hakika yetu sisi tumemtukuza huyu mwanadamu. Allah anasema wa hamalnahum fil barri wal bahri, tukawabeba barini hadi baharini. Allah akatubeba katika nchi kavu na akaweza kutubeba ndani ya bahari. Lakini Allah anasema wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, na tukawafadhilisha wanadamu hao, tukawapa utukufu kuliko viumbe vyote ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba. Taban Allah subhanahu wa ta'ala alitupatia sisi wanadamu utukufu kuliko hao majini. Allah akatupa utukufu uliokuwa juu zaidi. Wasahiru aba illa an yadhilla nafsahu liman huwa adna, lakini mchawi huyu hakuona fadhila hii Allah aliyempatia, akakubali kuwa mdhalilifu, kuwa chini ya yule ambaye yeye alikuwa juu yake. Allah akamuumba akampa fadhila kuliko jini, lakini yeye anakubaliana na huyu jini, anaaminiana na huyu jini, anamtumikia huyu jini, akawa ni mdhalilifu, akawa kubali kuwa chini kuliko kuwa juu, namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyoumba. Naam, Sheikhul Islam anasema wahum ay al-jinni, asema hao majini ya'lamuna anna al-insana ashrafu min, asema mwanachoni huyu hakika ya majini wanajua ya kwamba wanadamu ni watukufu kuliko wao, lakini anasema wa a'zamu qadran, na vile vile wanajua wanadamu wana uwezo kuliko wao. Hatuna uwezo wa kuwaona majini, ndivyo namna alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala. Na baadhi ya wanavyoni wanasema ndivyo itakavyokuwa siku ya kiyama. Tunapokuwa ni wenye kuingia katika janna, mambo yatabadilika, majini hawatotuona na sisi tutakuwa tunawaona. Kama vile majini saa hizi hatuoni, lakini wao wanakuwa ni wenye kutuona. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaumba wanadamu hao, akawapa fadhila kuliko majini. Majini hawana uwezo ama hawana uwezo juu yetu. Majini wanajua utukufu wetu juu yao, lakini hao wachawi wameamua kuwa wadhalilifu, kuwa chini ya majini, ili wapatapo kuwatumikia na ili wawe ni wenye kufikia malengo yao. Ya'lamuna anna al-insana ashrafa minhum wa a'zama minhum qadran fa idha qada'at al-insanu lahum wasta'adat bihim kana bimanzili akabirin nasi idha qada li'aradiha liyaqdi lahu hajatahu. Basi hao wachawi, anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wanapokuwa ni wenye kujidhalilisha kwa hao majini, majini wanakuwa ni wenye kuwadhalilisha zaidi ili wapatapo kufikia lengo yao. Asema Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna birijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa. Allah anasema wanadamu, katika wanadamu kuna wale ambao wanakuwa ni wenye kujikinga kutoka kwa Mola kutokana na majini, na majini wakishaona hivyo Allah anasema fazaduhum rahaqa, wanakuwa ni wenye kuongezekewa na kiburi. Kwa hivyo wachawi wanakuwa ni wenye kutumika ama ni wenye kuwatumia hao majini ili wapatapo kufika lengo yao ya kuroga mtu au kuingiza mtu katika ukafiri na ushirikina. Ni nani anayekuwa ni mwenye kuwatumikia hao majini au hao wachawi, na ni kwa nini hao wachawi wanakuwa ni wenye kutumikiwa na mashayatin? Majini hao wanakuwa ni wenye kuwatumikia wachawi hao ili wachawi waweze kufika lengo yao, na majini waweze kufika lengo ya hao mashaitani, na shetani wake na lengo yao na mchawi ana lengo yake. Shaitanu awalan aduu insan, kwanza shetani ni adui kwa hao wanadamu. Alisimama mbele ya Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia
qala fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akasimama mbele ya Mola akamwambia, fabi'izzatika, ninaapa kwa utukufu wako, la ughwiyannahum ajma'in, tutawapoteza hao wanadamu wote, illa ibadaka minhumul mukhlasin, isipokuwa wachache katika waja wako ambaye wamekuwa ni wenye kuwa wanyenyekevu mbele yako, isipokuwa wachache waliokuwa ni wenye katika kiibada upande wako, lakini hao wengine wote akamwambia nitahakikisha mimi nitawapoteza. Hakika ya shaytan ni adui juu yetu, wasihru la yatimmu lisahiri illa biibadati shayatin, na basi huyo mchawi hawezi akafanikiwa katika uchawi wake mpaka apate kumwabudu huyo shaytan. Huyo adui wetu mkubwa lazima akamtumikie, lazima akamuabudu, lazima afanye matakwa yake, ndipo apatako kufaulu katika mambo yake au katika urogi wake. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, wama yuallimani min ahadin, hawakuwi ni wenye kufunza mtu mmoja isipokuwa watasema hakika yetu sisi ni fitna, msiwe ni wenye kufufuru. Lakini hao masahir watakuwa tayari wanapoingia katika uchawi wao, wawe tayari ama wanakuwa tayari kuwatumikia, kuwaabudia, kufata matakwa ya mashaitani, ndipo wapate kufanikiwa katika maovu yao ama katika yale ambayo wanakuwa ni wenye kuyafanya. Naam, fa idha kharaja al-'abdu min ad-din, mja anapotoka katika dini Allah subhanahu wa ta'ala, faqad zajja ash-shaytanu bihi fi jahannam, hakika ya shaytani amemuelekeza katika njia ya jahannam. Wa hadha maqsuduhu fi ighwa'i bani adam, na hiyo ndio makusudio ya shaytani. Shaytani yuko tayari kumsaidia huyu mwanadamu aweze kufikia katika lengo yake ya uchawi, yuko tayari kumtumikia huyu mchawi aweze kufanikisha uchawi wake, lakini lengo yake kubwa alionayo apate tu kumpotoza, aende kumpeleka katika moto ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Sheikhul Islam, ghayatuhu an ya'buda al-insana shaytanan min ash-shayatin, lengo ya Iblisi anasema ni kutaka hao wanadamu au mtu katika wanadamu awe ni wenye kuabudu miongoni mwa mashaitani, katika mashaitani, yani wayasumu lahu, afunge kwa ajili yake, wayusalli, awe ni mwenye kusali kwa ajili ya shaitani, wayuqarribu lahu, awe ni mwenye kumkaribia zaidi, hatta yanalu bidhalika ardan min ad-dunya, ili huyu ambaye anamwabudu huyu shaitani aweze kupata utukufu wake na heshima yake katika dunia. Wachawi au mchawi yuko tayari asiende choo wiki moja mzima, akahifadhi choo yake ili akafike lengo yake tu ya kuweza kukunya katika kitanda yako siku moja. Yuko tayari kuhifadhi hilo, na hiyo sio amri yake, ni utaratibu ambaye anapatiwa na kiongozi wake ambaye ni shetani na majini. Naam, wanakuwa ni wenye kukunya ndani ya manyumba, wanaonekana wengi wanavyofanya. Mtu anakunya utadhani ni ngombe amekunya hapo, kumbe ni mwanadamu kama wewe, lakini yeye kumbe amehifadhi wiki moja, wiki mbili ile kinyesi, kwa sababu amri amepatiwa na shetani. Kwa hivyo yuko tayari kuwafanyia chochote kile, fasaduhu a'zamu min salahi wa ithmuhu akbaru min naf'i, kwa kuwa shetani ukiwa tayari kumtumikia, ubaya wake au maovu yake ni makubwa kuliko maslahi yake, na madhambi yake ni makubwa kuliko manufaa yake. Naam, washaitanu yakhdimu as-sa'ir liadhiyatihi ibadallah wat-tafriq bainahum wa baina zawjatihim wa amwalihim, na shetani yuko tayari kumtumikia huyu mchawi
ili apate kuwafaraganisha wa umma, apate kuwafaraganisha wawili wanaopendana, apate kumfilisi yule aliyekuwa na mali katika yao. Shetani yuko tayari kumsaidia huyu mchawi ili yule aliyejuu akaporomoke na awe chini, ili yule aliye na nguvu yake iishe. Mke na mume wanaopendana waweze kuachana na wawe ni wenye kufaragana. Hiyo tu ndio kazi ambayo shetani yako tayari kumsaidia kwa huyu mchawi. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji. Allah anasema wanakuwa ni wenye kufunza, ama walikuwa ni wenye kufunza mambo ambayo yanakuwa ni yenye kuwatawanisha au kuwafaraganisha mume na mke wanaokuwa ni wenye kupendana. Wayakhdimunahu lisarfi alibadi an rabbil alamin. Shetani anakuwa ni mwenye kumsaidia huyu mchawi ili yule ambaye anaerogwa apate kuondoka katika ibada ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kivipi? Ukisharogwa, baada ya kurogwa utakwenda kwa mchawi ili ujue umerogwa. Ikiwa ni wale ambaye ni wa ayana, unaenda kwa ile ayana ama matreni. Ikiwa ni wale wa kwenda wale masufi ambaye ni wachawi, anaenda kwa ule msufi, anaenda kumwangalia kitabu. Kufika kwako tu huko ndio lengo ya shetani. Hiyo tu ndio lengo yake. Wewe umerogwa, uchawi umekushika. Lakini wewe kwenda kwa wale ambao wanatumikia majini, ukaenda akakuangalilia kitabu, akaangalia kitabu yake, akaendelea kukudanganya kwamba umekotwa na hili na hili, umerogwa na fulani. Dawa ni nini? Tafuta nyama aina fulani au tafuta kitu aina fulani ili uweze kufanyiwa. Yani kufika kwako kule tu ndio shetani anataka. Kwa sababu ukishafika kule tu kumuuliza, umeshamshirikisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Rasul anasema man ata arrafan au kahinan fas'alahu an shay'in faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Asema yule ambaye atawapigia ama atamkujia wapiga ramli au wale ambayo wanakuwa ni wenye kujifanya wanajua mambo ya ghaib, atakapomkujia tu na akamuuliza jambo, hakika huyo amekufuru kutokana na dini ya Mola ama dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ina maana ya kwamba shetani anachotaka urogwe, wafanikishe hilo, ukaweze kufika kwa arraf ama kahin, uweze ukasaidika kule. Naam, kwa hivyo ibadallah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaleta hao mashetani au hao wachawi wawe ni mitihani, wawe ni wafanya kazi kati yetu na kati ya hao ambao wanakuwa ni wenye kuwatumikia wao. Naam, ni zipi mikataba ya huyu mchawi? Ama ni lengo gani ambaye mchawi yuko naye? As-sahra hum khudamu shayatin, kama tulivyotangulia kusema, wao wanakuwa ni wenye kuwatumikia majini. Waqad ya'muruhu bita'liqi tamaimin shirkiyatin ala jasadi, wanakuwa ni wenye kuwapoteza wa umma wanapokuwa ni wenye kurogwa. Wewe umerogwa na mchawi na anaenda kukutibia, bado ni mchawi. Lengo yao ni moja. Ukienda pale, faqad ya'muru sahir qasiduhu bidhabhi li ghayri Allah, unaenda kuamrishwa, unaambiwa chinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ama chinja kwa ajili ya asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Unaambiwa iko kafara ambayo unafaa kutoa. Ukiambiwa tu kafara, hiyo ni moja kwa moja unawachinjia majini. Haumchinjii Allah Subhanahu wa Ta'ala tena. Unaambiwa uko na kafara, tafuta mbuzi aina hii, utakuwa ni mwenye kutolewa ile kafara. Au utapatiwa tamaim, utapatiwa hirizi, unaambiwa funga hii, tembea nayo, au weka hii chini ya kitanda yako ama chini ya mto wako, au weka sehemu fulani katika mwili wako, au funga kwenye mshipi. Wanakuwa ni wenye kukupatia hirizi. Unapopatiwa, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, ana hadithi inayosimuliwa na Imam Ahmad katika musnad yake, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, man allaqa tamimatan faqad ashraka, yule ambaye atajifungia tu hirizi atakuwa amemshirikisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lengo ni wewe ufike katika ushirikina. Kwa hivyo wanapokupatia hirizi, moja kwa moja watakuwa wamekupeleka katika ushirikina, basi wao lengo yao itakuwa ni wenye kutimia, kwa sababu wao wenyewe wanatumwa wawe ni wenye kumtumikia shetani, na lengo ya shetani itakuwa ni yenye kutumia. Wa min makri sahra, ama miongoni mwa vitimbi vya huyu mchawi,
annahum yuhimuna man ata ilayhim bima'rifati ma bihim min al-amrad wal asqam. Katika mambo yao ama katika lengo yao, katika vitimi vyao, wao wanaamirisha ya kwamba mtu anapowakujia wanakuwa ni wenye kujua mambo ambayo yanamsibu. Ukishafika tu tulikuwa tunafahamu ujio wako, tulijua tu unaelekea kwetu. Wataanza kumuuliza maswali. Ra'suka yuallimuka ahyanan, mara nyingine unaumwa na kichwa. Naam. Au dhahruka tashtaki minhu fi ba'd al-awqat, mgongo wakati mwingine unasikia pengine maumivu. Au watamwambia au yusibuka hamun au haznun ahyanan, pengine wakati mwingine unakuwa na stress, unakuwa na mawazo, kuna vitu unafikiria. Yani wanajifanya wao wanakuwa ni wenye kujua mambo ambayo yanakusibu. Kwanza watajifanya wanajua ujio wako, baada ya pale watakuwa ni wenye kutaja baadhi ya mambo ambayo hakuna budi mwanadamu atakuwa ni mwenye kuyapitia. Wewe unasema naam, ulikuwa unajua kweli kabisa, aliniambia kweli. Inasemekana ya kwamba katika hadithi moja mrefu Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema, Allah anapokuwa ni mwenye kuleta amri, malaika ama majini wanakuwa ni wenye kupanda na kwenda kusikiza katika hali ile. Allah anaposema fulani atakutwa na kitu fulani katika mbingu, malaika wanakuwa ni wenye kuwatangazia malaika wenzio. Alafu malaika wakishatangaza, hao majini watakuwa wamesikia. Wakisikia wanasemekana wanaongeza, wakisikia neno moja wanaongeza 99 inakuwa 100, wanakuwa ni wenye kuteremsha. Inasemekana ikisha teremka katika ardhi, mtu wa kwanza kuambiwa habari hiyo na mashaitani na majini wanakuwa ni kuhan, ni hao wachawi na ni hao wapiga ramli, ndio watu wa kwanza kuambiwa. Naam, ni hadithi aliyoitaja Muhammad ibn Abdul Wahhab katika kitabu at-Tauhid. Naam. Kwa hivyo wanakuwa ni wenye kuwa na vitindi kama hivyo. So wanajifanya ni kama vile wanajua yale ambayo wanakuwa ni yenye kukuzibu. Ama miongoni mwa vitindi vyao, annahum yaktubuna fi awraqi as-sihriyya ayatun min al-Qur'an. Watakuwa ni wenye kuchukua makaratasi waandike miongoni mwa aya katika Qur'an. Wanaandika aya, baadhi ya maandishi ya aya wanajionyesha kwamba yarauna ala nasi annahum la yasta'inuna bishayatin. Wanataka kuonyesha watu wao hawatumiki majini, wao hawatumiki mashaitani, bali wao wanaandika kauli ya Mwenyezi Mungu. Wanakuambia wewe angalia tu na kuandikia aya. Hii ni aya ya Qur'an, sio kitu kingine. Wanakuandikia aya ili waweze kukuziba wewe macho usipate kujua yale ambayo wanakuwa ni wenye kuyafanya, ama uone ya kwamba hao wanaandika maaya tu ya Mwenyezi Mungu bali hawakui ni mwenye kutumikia majini. Ndugu zangu katika imani, sasa njoo basi tuweze kuwafahamu hao wachawi. Ni kwa alama zipi ambazo tutajua huyu ni mchawi anayewatumikia hao majini? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة, kama tulivyotangulia kusema, basi sasa tufahamu zile alama ambazo tutakwenda kuzijua kwazo wale watu ambao ni wachawi, ama hao wachawi ni kwa alama zipi ambayo tutakwenda kujua kwazo. Baadhi tu za alama ambazo zimetajwa na wanavyoni, tutakwenda kuzitaja alama 13 ambazo tutakwenda kuzifahamu kwazo kwamba huyu mtu anamtumikia jini na huyu mtu ni mchawi moja kwa moja. Miongoni mwa alama zilizotajwa, alama ya kwanza, yasalu man atahu an ismi. Mtu akishamkujia tu kwanza anamuuliza jina lake, wasmi ummi, na anamuuliza jina ya mama yake. Hataki jina ya baba. Jina yako ni nani na jina ya mama yako ni nani? Au kama wewe unataka kufanyiwa uchawi ili mrembo akupende, utaulizwa jina la yule mrembo ni nani na jina la mama yake ni nani.
jina lako ni nani na jina ya mama yako ni nani, moja kwa moja huyo ni mchawi, elewa kabisa, anawatumikia majini. Kwa sababu katika utaratibu wa kijini, jina ambayo inamachiana moja kwa moja, jina ambayo inabebana na jina lako, ambayo inakuwa ni ya urahisi kuweza kurogwa kwako, ni kutumia jina ya mama yako mzazi, sio ya baba tena. Kwa sababu wanaamini hakuna uhakika kwamba yule ni baba yako, lakini kuna uhakika kwamba huyu ni mama yako. Naam, wa umrihi, watakuuliza umri yako, mama yako jina lako ni nani, mama yako anaitwa nani, na una miaka mingapi. Wa huwa abrazu alamati ala sahib, na ni katika alama kubwa ambazo tunazijua kwa watu ambaye ni wachawi. Liannahu yataamalu ma'a shayatin, kwa sababu yeye anakuwa ni wenye kufanya kazi pamoja na mashaitani. Kwa hivyo ili aweze kufanikiwa lazima afahamu jina lako, afahamu umri yako, na aweze kufahamu jina la mama yako. Naam, ama hiyo ni alama ya kwanza. Atakuuliza jina lako, jina la mama yako. Ukiwa unataka kufungiwa mrembo, jina lake ni nani na mama yake anaitwa nani, ndio aweze kukufanyia hiyo kazi. Ama alama ya pili, an yatluba athara mimman yuridu sihra. Iwapo unataka kumroga mtu, utaulizwa leta athari yake, yani katika nguo yake, kalmalabisi dakhiliya, kama vile nguo za ndani. Unaambiwa leta nguo zile za ndani zake, yani wanataka jasho yake, jasho ya yule mtu. Kwa hivyo watakwambia, ikiwa pengine ni vijana umeenda huko unataka kufanyiwa mambo, unaambiwa basi enda ukatafute nini, ukatafute jasho yake, hata ikiwezekana nguo ya ndani ukipata itakuwa bora zaidi. Au shay'un min ash-sha'ri au al-far, au leta chochote katika nywele yake au katika kucha yake. Aidha ataitisha nguo au ataitisha nywele au ataitisha kucha. Hii ni alama ya pili ambayo tunamfahamu huyu tayari moja kwa moja ni mchawi na anafanyia kazi shetani na majini. Naam, alama ya tatu, yatlubu surata man yuridu an yushira. Anatafuta picha yule ambaye anataka kurogwa, anakuambia basi mletee picha yake. Ukileta picha yake atakuwa ni mwenye kufanikisha hile jambo. Kwa hivyo hii ni alama nyingine ambayo tunamfahamu kwamba huyu ni katika wachawi na huyu ni mchawi moja kwa moja. Ama alama ya nne, istikhdamul bakhuri wal luban. Anatumia manukato na luban, ubani, kwa kutumia nini, wawadaahu fi mijmaratin liannaha tajlibu ilayhim ash-shayatin liya'malu amalahum. Ama wanachukua luban, ubani, kwa kutumia uvumba, wanakuwa ni wenye kuweka katika ile uvumba ya moto. Wanachukua kamuka yao wameweka ka sehemu, alafu wakishwa ile ubani iweze kuleta harufu nzuri. Au wanatumbika maudhi zao sehemu za kona, zinawekwa udhi kadhaa hapo kwa kona ili mashetani wakuje, kwa sababu mashetani siku zote wanataka mahali ambazo wanapenda wakiitwa kuwe hiyo mahali imetiwa manukato. Kwa hivyo ukiona tu anawakisha viubani wake, ujue huyu ana athari ya uchawi na huyu ni mchawi moja kwa moja. Kwa sababu ingekuwa hilo ubani linafaa, tungelikuwa tushafunzwa na Rasul sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo akisha tundika udhi vyake kwa kona, alafu wewe unakuja eti unatibiwa, ujue huyu moja kwa moja ni mchawi, kwa sababu shetani ndio wanaitwa ili wakuje wakawatumikie hao majini. Ikiwa unajua iko majini fulani ambaye sehemu zetu zinajulikana kama ayana. Ayana ni sampuli baadhi ya majini. Hiyo jini haiwezi panda kirahisi, mpaka itiwe ubani ndio wataweza kupandisha. Ajifunike ile ubani muingie yule mtu vizuri, alafu ndio jini anakuja. Wako na Mahaji Abdallah, iko na Mahaji Risa, mahaji wengi wako hapo ndani yao. Wanakuwa ni wenye kukuja, alafu wakaelezea ile shida iko, wakaelezea uchawi sehemu ilipo, wakaelezea njia ya tiba zake. Naam, kwa hivyo ndio njia ambazo hata hao wachawi wanakuwa ni wenye kutumia. Kwa hivyo huwa wanapenda moshi. Ama alama ya tano, al-amalu laylan, wanapenda kufanya hiyo kazi usiku. Wanapenda kukufanyia hiyo kazi usiku. Ukikuja unaambiwa leo sio siku maalum ya kufanya kazi yako, basi kuja
Jumanne, kuja Alhamis, kuja Ijumaa. Hupenda kuhamisha zile masiku, kisha wanakwambia hii si kazi ya kufanywa mchana, hii ni kazi ya usiku. Pengine wewe ni tiba tu unataka, lakini unaambiwa tiba yako inafaa kufanywa usiku. Basi hii ni alama ambazo wanajulikana kwao hao majini, wanafanya kazi yao kwa usiku. Al-Imam Ibn al-Qayyim anasema rahimahullah, sultanu sihri wa idhamu ta'thirihi inma huwa bil-layli duna an-nahar. Asema ya kwamba uchawi, yani kufaulu kwa uchawi kukubwa ama uchawi ambaye unaathiri zaidi, huwa unafanywa usiku na wala asema sio mchana. Kwa hivyo uchawi wa usiku una athari kuliko uchawi wa mchana. Na asema ikiwa idha lam yakun amalu sihri laylan, na iwapo hakufanikiwa kufanya uchawi wake usiku, laja as-sahiru ila amalihi fi makani mudhlimin, anakuwa ni mwenye kuyahamisha ile uchawi wake katika sehemu ambayo ni ya giza. Ikiwa ni nyumba, hakuna taa, itakuwa ni giza. Ikiwa ni sehemu yoyote, lazima iwe ni sehemu ya giza. Naam. Ama alama ya 6, istikhdamu kalimatun ghaira mafhuma, anakuwa ni mwenye kutumia maneno ambayo hayakui ni yenye kueleweka, min tamtamatin wa harakatin lishafah, ama anakuwa ni mwenye kuchezesha tu vionja ndimi zake, lakini huwezi elewa ni kipi ambacho anakisema. Kuna mambo anayasoma, unaona kuna mambo anayasema, unaona kuna mambo anayazungumza, lakini huwezi elewa hata neno katika yale ambayo anakuwa ni wenye kuyasoma. Basi hiyo ni miongoni mwa alama. Ama alama ya 7, khalqu ayati qur'aniyya wa ahadith nabawiyya ma'a tamatamat athna' al-ilaj liyudallisa 'ala an-nasi annahu laysa min as-sahra wa inma yastakhdimu al-Qur'ana faqat. Anakuwa ni mwenye kutumia baadhi ya aya au baadhi ya hadith, anakuwa ni mwenye kutumia katika uchawi wake ama katika kuzungumza kwake, ili apatapo kukuchanganya wewe, kukuchukua wewe akili, uone ya kwamba huyu ni Qur'an amenisomea na huyu ni dua amenisomea, wala hakusema mambo yake peke yake. Anaweza kuwa amesoma Qur'an pengine aya 2-3 kwa sauti, lakini zile zingine ameanza kuita majina ya majini. Naam. Alama yake ya 7, annahu yatlubu hayawanan bi sifatin muayyana, anakuwa ni mwenye kutafuta mnyama kwa sifa fulani. Aidha atakwambia tafuta kondoo nyeusi, asiwe na nyeupe hata kidogo, au tafuta jogoo mweupe, au kuku mwekundu, vitu kama hivyo. Huwa anapenda kukupatia ama mnyama ama kukutuma kutafuta mnyama kwa sifa maalumu. Sio mnyama tu, kwa sifa maalumu ndicho anachokuwa ni mwenye kuitaka. Ama alama ya 9, istikhdamu kutubi sihr, anakuwa ni mwenye kutumia vitabu vya uchawi, wallati fiha ar-rumuzu wal jadawil wa takunu ahyanan bijanibihi amina janib al-marid. Anakuwa ni mwenye kutumia vitabu vya sihr ambaye vinakuwa na talasim, vinakuwa na miduara ndani yake, vinakuwa na michoro ajabu ndani yake, ambayo huwezi ukaelewa. Yako vitabu kama zile ambazo watakuwa ni wenye kutumia. Tutataja baadhi ya vitabu katika khutba zijazo inshallah taala. Kwa hivyo vile alama ya 10, wanapenda kuandika kitabatu talasim, wanapenda kuandika talasim. Talasim ni maandishi ambayo unaweza sema inakaa mduara mara mwingine, ama mara nyingine inakaa sako pengine, mara nyingine, yani wanapenda kutumia maandishi kama hayo. Hawapendi kuandika Qur'an wakati mingi, watakuandikia yale maandishi alafu watatumia numbers. Hata hizi herufi al-hijaiyya, hizi herufi za Kiarabu wanakuwa ni wenye kutumia kwa numbers, kwa sababu hawaitumii herufi moja kwa moja. Kwa hivyo wakachora zile talasim zao, wanakuwa ni wenye kukupatia au rumuz funga kwenye makaratasi, au wanakuwa ni wenye kuizungusha uzi, au wanakuwa ni wenye kufungia ngozi, alafu wanakuwa ni wenye kupatia. Naam, iqa'ul maridhi hijaban yakunu bi shaklin muthallithin au murabbi'in malfufun fi jildin au qit'atin hadidin au nuhasin. Naam, wanakuwa ni wenye kufunga ama wanakuwa ni wenye kukupatia hijab. Wanakuambia sasa tiba yako imeisha, tunakupatia hijab. Hijab ni nini? Wanakupatia hirizi uweze kufunga ile ugonjwa isikupate. Shia waqad ya'muru as-sahiru an yu'alliqahu fi 'unuqihi au fi 'ubdi, anakuwa ni mwenye kuamrisha wewe funga kwenye shingo yako,
ile talasim au ile maandishi ya uchawi, ile irizi aliyokupatia, au atakwambia funga kwenye mkono yako, aidha funga kwa mkono ama funga kwenye shingo yako ili isiweze kukudhuru. Na pia anakutishia, anakuambia ukishatoa hiyo kitu tu, hiyo ugonjwa itakurudia. Kwa hivyo fahamu, huyu moja kwa moja atakuwa ni mwenye kuwa mchawi. Ama alama ya 12, akupatia maandishi ya karatasi. Iko maandishi fulani ya kishetani, shetani ataandika, alafu anakupatia, anakuambia ujifukie ama sijui tunasemaje hiyo kwa Kiswahili, sijui tunaiwekaje. Unaambiwa ukasumia, ukaende kuweka moto, alafu ujifunike nguo, hizo makaratasi unatia ndani, alafu hivyo. Hiyo ndio dawa zao huwa wanatumia. Na ni makaratasi tu ameandika maandishi yake ajabu. Naam, baada ya pale anakuzumbia wewe nenda ikakusaidie. Au alama ya mwisho na ya 13, i'ta'ul marid awraqan maktuban alayha talasimun bihurufin muqatta'a, wanakuwa ni mwenye kukupatia makaratasi ambayo yameandikwa ndani yake na matalasim, na imeandikwa kwa hurufun muqatta, wa fiha jadwalun wa arqamun, na ndani yake kuna maandishi na kuna timetable hapo ndani. Ya'muru bighasliha fil ma'i, unaambiwa utia kwenye maji na ukaoge, au unaambiwa kunywa maji yake, au unaambiwa oga mara kadhaa kwa siku. Hayo ndio mambo ambayo wanakuwa ni wenye kuyatumia. Sio wote au sio wote wanaofanya hivyo, lakini baadhi na wengi katika wao wanakuwa ni wenye kuwa na hizo alama 13. Hapo ndipo tutakwenda kukomea katika khutba. Baada ya khutba mbili zijazo tutakwenda kuanzia kwa maudhui yetu, bado katika sehemu ya 3 tutakwenda kujua wanawake na uchawi. Ibadallah, inna Allaha amarakum bi amrin bada bi nafsi wa thana bi malaikatihi qussi wa thalatha bikum ayyuhal